June 7, 2025. 30-year-old Albert Ojwang dies in Central Police Station under unclear circumstances. The Deputy Inspector of Police is linked to his killing. This sparks youth protest in Nairobi, demanding the deputy's resignation. June 17, 2025. 10 days after Ojwang's death and the uprising against police brutality, an unarmed hawker named Boniface Kariuki is shot at close range in broad daylight by a uniformed police officer. June 30th, 2025. Boniface succumbs to his injuries, adding to the public outrage and grief. July 11, 2025. Boniface is laid to rest in his village in Murang'a. The burial is presided over by Bishop Ben Kamau of JCM Ministries. Bishop Ben comforts Boniface's parents. My strength. Baba na mama wa Boniface, katika uchungu wenu tafuteni nguvu, kwa sababu kuna nguvu iliyo katika huo uchungu. He condemns police brutality. Komaa ni kitu cha maana sana. Sasa tuko hapa kwa sababu kuna polisi hakuwa amekomaa. Ametoka kambi, amepatiwa bunduki, anataka kutest vile inaweza fanya kazi. Sasa huyo alifaa hata sio vile kabla aende jela, kwa sababu ataenda. Alifaa kwanza kwenda kule kunaibiwa ng'ombe. Praise the name of the Lord. Kwa sababu mambo mengine ni kutokomaa. Tunaona polisi wengine wakisema tusiue wa Kenya, tuongeleshane. Tuliona polisi wengine wakiosha raia macho tear gas itoke. Bado kuna watu wazuri katika polisi, lakini kuna wale sasa kama huyu, lugha mzuri ya kutumia ni hana akili, na ndio unaona analenga za wengine. Praise the name of the Lord. This is uncalled for. Kwa sababu kuna mtu hakuwa amekomaa, hawa wakaangalia yule aliye. He blames the police violence to voters choosing Ruto instead of voting Bishop Mwaura or the bang lover Wajakoya. The name of the Lord. Kuna watu wametumwa, lakini shida yetu hatupendi kusikiza watu ambao wanatuambia sense. Hata huyo anatupigisha marisasi, mtasikia watu wakisema arudishwe kwa kiti. Ni kama tu nyinyi mnasema saa hizi viongozi ni wabaya, na kwa ballot box kulikuwa na bishop na mkamwacha hapo. Nataka musikie vibaya, nitaisema initoke hapo. Unaona kwa ballot box walikuwa wamepangwa hivi, paka akashindwa paka na mtu alikuwa na manifesto ya bangi. Alishindwa pastor bishop. Mimi siwezi ingia kwa sita, wacha nihubiri, kwa sababu nyinyi hamtupendi kabisa. Mungu akatupa viongozi, huyu akawekwa hapa, huyu akawekwa hapa. Wajakoya alikuwa hapa. Bishop mwenzangu anaongea kuhusu uaminifu na utiifu wa Mungu. Hata hamukusoma jina yake, mulisoma majina mawili. Kama hukusoma jina ya huyo bishop, Mungu akusamehe. Mulikuwa mnasoma tu majina mbili ile mko na haja nayo. Bishop ako hapa na kola, mkamwacha nyinyi. Alafu baada ya miaka 2 mnatuambia hiji haiendi vizuri, na mlikataa kuipatiana kwetu. Hiyo ndio dhiki ambayo sasa imekuja. Na ndio maandiko yanasema kwamba nikatumana, nikasema sasa niwatumie mtu mwingine. Ili nijue imani yenu, ili niwajue na nijue imani yenu. Na ili asije yule mjaribu, yule mjaribu akawajaribu nyinyi, na taabu yetu ikawa haina faida. Mimi niko na huzuni leo, kwa sababu sijui kama hii taabu yetu
iko na faida. Maybe kuna watu wanasema wakizikwa wamesahaulika. Sijui kama hii tabu itakuwa ya faida kwetu. Mimi ninashindwa, tukiweka Boniface hapa, is that the end? Is that the end? What will come up after this death? Tunajua babu zetu walipopigania uhuru wa nchi, tuliachiwa mashamba yetu na uhuru wa nchi. Hii damu ya Boniface ni nini kitainuka baada ya hii tabu yetu? Tazamana Gikuyu. Tazamana Gikuyu. Tazamana Gikuyu. Aya. The name of the Lord. Kuna watu wametumwa, lakini shida yetu hatupendi kusikiza watu ambao wanatuambia sense. Hata huyo anatupigisha marisasi, mtasikia watu wakisema arudishwe kwa kiti. Ni kama tu nyinyi mnasema saa hizi viongozi ni wabaya, na kwa ballot box kulikuwa na bishop na mkamwacha hapo. Nataka musikie vibaya, nitaisema initoke hapo. Unaona, kwa ballot box walikuwa wamepangwa hivi, paka akashindwa paka na mtu alikuwa na manifesto ya bangi. Alishindwa pastor, bishop. Mimi siwezi ingia kwa sita, wacha nihubiri, kwa sababu nyinyi hamtupendi kabisa. Mungu akatupa viongozi, huyu akawekwa hapa, huyu akawekwa hapa. Wajakoya alikuwa hapa. Bishop mwenzangu anaongea kuhusu uaminifu na utiifu wa Mungu. Hata hamukusoma jina yake, mulisoma majina mawili. Kama hukusoma jina ya huyo bishop, Mungu akusamehe. Mulikuwa mnasoma tu mbili, majina mbili, ile mko na haja nayo. Bishop ako hapa na kola, mukamwacha nyinyi. Alafu baada ya miaka mbili mnatuambia hizi haiendi vizuri, na mlikataa kuipatiana kwetu. Hiyo ndio dhiki ambayo sasa imekuja, na ndio maandiko yanasema kwamba nikatumana, nikasema sasa niwatumie mtu mwingine ili nijue imani yenu, ili niwajue na nijue imani yenu. Na ili asije yule mjaribu, yule mjaribu akawajaribu nyinyi, na taabu yetu ikawa haina faida. Mimi niko na huzuni leo, kwa sababu sijui kama hii tabu yetu iko na faida. Maybe kuna watu wanasema wakizikwa wamesahaulika. Sijui kama hii tabu itakuwa ya faida kwetu. Mimi ninashindwa, tukiweka Boniface hapa, is that the end? Is that the end? What will come up after this death? Tunajua babu zetu walipopigania uhuru wa nchi, tuliachiwa mashamba yetu na uhuru wa nchi. Hii damu ya Boniface ni nini kitainuka baada ya hii tabu yetu? Tazamana Gikuyu. Tazamana Gikuyu. Tazamana Gikuyu. Aya. The name of the Lord. Kuna watu wametumwa, lakini shida yetu hatupendi kusikiza watu ambao wanatuambia sense. Hata huyo anatupigisha marisasi, mtasikia watu wakisema arudishwe kwa kiti. Ni kama tu nyinyi mnasema saa hizi viongozi ni wabaya, na kwa ballot box kulikuwa na bishop na mkamwacha hapo. Nataka musikie vibaya, nitaisema initoke hapo. Unaona, kwa ballot box walikuwa wamepangwa hivi, paka akashindwa paka na mtu alikuwa na manifesto ya bangi. Alishindwa pastor, bishop. Mimi siwezi ingia kwa sita, wacha nihubiri, kwa sababu nyinyi hamtupendi kabisa. Mungu akatupa viongozi, huyu akawekwa hapa, huyu akawekwa hapa. Wajakoya alikuwa hapa. Bishop mwenzangu anaongea kuhusu uaminifu na utiifu wa Mungu. Hata hamukusoma jina yake, mulisoma majina mawili. Kama hukusoma jina ya huyo bishop, Mungu akusamehe.
mulikuwa mnasoma tu mbili, majina mbili ile mko na haja nayo. Bishop ako hapa na kola, mkamwacha nyinyi. Alafu baada ya miaka 2 mnatuambia hizi haiendi vizuri na mlikataa kuipatiana kwetu. Hiyo ndio dhiki ambayo sasa imekuja. Na ndio maandiko yanasema kwamba nikatumana, nikasema sasa niwatumie mtu mwingine. Ili nijue imani yenu, ili niwajue na nijue imani yenu. Na ili asije yule mjaribu, na ili asije yule mjaribu akawajaribu nyinyi, na taabu yetu ikawa haina faida. Na taabu yetu ikawa haina faida. Mimi niko na huzuni leo kwa sababu sijui kama hii taabu yetu iko na faida. Maybe kuna watu wanasema wakizikwa wamesahaulika. Sijui. February 22, 2026. The same bishop welcomes Ruto at his church in Ruiru. Gen Z and social media react with anger. The bishop is seen as a modern-day Judas for siding with the regime he once fought against. Bishop Ben praises Ruto. Bishop Ben, who refers himself as ODM life member, now considers Ruto an ally. He says that good people are often hated, just like him and Ruto, and claims their work will be recognized long after they are gone. Hawapendwi sana, na ndio unaona hata mimi sipendwi, lakini yeye hainishtui. Sipendwi sana, si wao wako na zaidi, lakini sana ni ya dunia. Na mtu mzuri anakuanga na wakati mgumu wa kueleza watu ni nini anachokifanya, hadi atakapokifanya kionekane kwa macho, na hiyo ni kawaida ya wanadamu. Rais, fanyia watu kazi. Ile siku utaulizwa, you are facing the giant, waambie wakati hamku wako nilifufua SHA, wakati hamku wako nyota ikakuja, wakati hamku wako barabara zikajengwa, wakati hamku wako Talanta Stadium haifichiki. Talanta Stadium sio maharagwe, ni kitu inaonekana. Utawaambia nyinyi mnaongea hivyo, wakati hamku wako niliua simba. Kwa hivyo nyinyi mnaona giant, lakini giant imelala hapa. Na wakati watakubali uingie katika uwanja, you will become victorious, because when you have killed a giant, when you have killed a lion, what you see in front of you cannot overcome you. You will overcome it, kill it and put it down in Jesus name. Kazi ambayo unaofanya kupitia kuinua watu ambao wanatafuta njia ya kufanya ile nyota ambayo nilianzisha imefikia vijana wa Kenya 120,000, na niko na awamu ya pili na niko na awamu ya 3. Na kwa sababu hata na wewe naona unafanya nyota yako hapa kanisani, naona unafanya nyota yako hapa kanisani, basi mimi nitakuongeza milioni 5 ya kuendesha hii nyota yako ya kanisani. Ndio. Hii ya kanisani iendelee, si ndio? Na mimi nimesikia hii kanisa ni kanisa ya watu ati kanisa ya watu ati kanisa ya watu kutoka jamii. Asanteni sana. Hiyo ni yangu ya pili, si ndio? Mimi niko na maneno matatu bishop huyu ameuliza. Si amesema hii ni 3rd anniversary na amesema vitu itembee 3. Hata mimi niseme 3 basi, sio ile nasemanga kawaida mwingine hapa sana. Bishop, mimi nataka nikushukuru kwa ile kazi unafanya kwa vijana mayatima kwa kuwasomesha. Asante sana. Umekuwa baba ya wale hawana baba, na kwa sababu ya hawa vijana
na nimesikia ya kwamba vijana wa hapa ni watu wa bidii, ni watu wa nidhamu. Mimi nitakushikilia kwa vijana kwa miaka 3 ijayo, mwaka huu, mwaka ujao, ile inafuata. Kila mwaka nikianza leo nitakutumia milioni 3 ulipie hawa vijana ulipie, nikushikilie basari ya hawa vijana. Kila mwaka nitakutumia milioni 3 hawa vijana wasome. Sawa? Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, Bishop, hii wiki hii kabla ya Ijumaa utanitembelea, nitakuja nikuandikie check mzuri ya kuendelea na hii kazi ya hapa. Sawa sawa. Haya, wana JCM, mimi nimefurahi sana kufika hapa jameni leo. Mimi nataka niulize wana JCM, nataka tu niwaulize mambo mawili. Nataka niwaombe urafiki. Niwaombe nini? Niwaombe urafiki. Na niombe maombi yenu mtuombe. These are my personal views of why Bishop Ben dined with President Ruto. First, he wanted to get the government benefits. Second, he benefited by getting 5 million shillings from Ruto for empowerment projects. Third, he received 3 million Kenyan shilling yearly for educating orphans through his church. Fourth, he also benefited by Ruto assisting him in buying a plot of land. Now, what did Ruto gain from meeting Bishop Ben? His gain was merely publicity that he is loved by the church and the Mount Kenya voters. In conclusion, this interaction was a win-win situation for Ruto and Bishop Ben. Overall, the end will always justify the mean. It is sad for Boniface and Ojwang. The living seem to focus on future gains rather than past losses.